Karibu katika simulizi ya Mke wa Mtumishi, na hii ni sehemu ya pili. Neri, nashukuru sana kwa kunipatia dale yako. Leo tu nakuahidi nitaanza kuitumia. Sikuona tena umuhimu wa kuendelea kumjibu Sophie kwa SMS. Ilibidi nimpigie simu kabisa, kwani mapigo yangu ya moyo yalikuwa yakienda kasi sana, kwa kuamini muda kidogo ujao atasoma kile ambacho sikutaka kabisa akijue. Sikutamani kumkosea Sophie kwa lolote. Nilimpenda sana Sophie. Nilimpigia akapokea, nikaanza kujibizana naye. Sawa Sophie, vipi hapo nyumbani kwenu? Kuna nani na nani? Kwa nini unaniuliza? Na mbona umenipigia? Neli au? Sophie, sorry, nilipata kigumizi ghafla. Vipi kwani? Mbona sikuelewi? Una nini kwani? Hapana, mimi nilikuwa ninatamani tu nikuage kwa sauti. Unanipa mawazo sana Neli. Sasa kama leo tu unanimisi hivyo, vipi nikishaondoka nikakaa huko miezi 6 itakuwaje? Ilinibidi tu nikate simu, kwani sikutambua nilikuwa ninafanya nini hasa katika maelezo yangu. Lengo langu lilikuwa nimfuate Sophie kwao nikambadilishie diary ili asione nilichokiandika. Baada ya kukata simu, Sophie alipiga ila sikupokea. Sijui aliwaza nini, ila alinitia moyo kwenye SMS kuwa nisijali kwa lolote. Mimi na yeye ni kusudi la Mungu kuwa na kuendelea kuwa wote. Wakati nataka kumjibu, iliingia namba ngeni katika simu yangu ya Infinix Smart 5. Na nilipokuwa naichunguza sikuibaini ni ya nani. Nikapokea na kuanza kusikiliza sauti. Alikuwa ni Madam Hawa Mwapisi. Kweli nilikuwa nimeruka mavi nikakanyaga mkojo. Mimi nilikuwa nikifanya juhudi zote kumchenga binti Neema ambaye alikuwa na vigezo vyote vya kuwa na mimi, ila sijakaa sawa mbele yangu anakuja mwanamke mrembo na tena mwenye pesa nyingi. Niliogopa sana. Huwezi amini, yule mama mzima alikuwa ameingia katika chumba cha mahaba tangu tu akutane na mimi. Hili jambo nilikuwa nikiliwaza na kuliwazua, naishia tu kusema Mungu nisaidie mimi mtumishi. Sikutamani kabisa nirudi nyuma katika wokovu wangu, na wala sikuyataka yale maisha ya kale niliyokuwa naishi kwenye dhambi za uzinzi. Mimi Nelson nilikuwa nazini mpaka na walimu wangu. Nilikuwa nimekithiri mpaka nakumbuka niliwahi kufukuzwa shule na kufutwa uongozi na ukatibu mkuu nilipokuwa form 6 kule Kagango Sekondari kwa sababu ya mahusiano binti aliyekuwa anaitwa Debora. Huyu bosi wake na Godi sasa alikuwa amekuja katika maisha yangu kwa staili ya tofauti sana. Yeye alikuwa ananisifia na kuniambia naona kitu kikubwa sana ndani yangu. Alikuwa ananiambia kunibadilishia maisha yangu ili njia pekee ambayo angeipitia ili kunisaidia ni mimi kuwa karibu naye. Nilijisemea ndani ya moyo wangu kuwa nitahakikisha ninavuna pesa za huyu mwanamke na hatasahau kunipata katika uzinzi. Hayo ndiyo maneno niliyojisemea, kisha nikalala zangu. Nilipoamka asubuhi nilikumbuka njozi ambayo nilikuwa nimeota. Kitendo tu cha kuonyeshwa ndotoni kilinipa tumaini kuwa kweli Mungu yuko pamoja na mimi. Katika njozi hii niliona nimesimama katika jukwaa na mbele yangu walikuwepo viongozi wakubwa wa serikali pamoja na watumishi wa Mungu. Niliona eti mimi nimevaa suti nyeusi na watu wananisikiliza, ila sikutambua nilikuwa naongea na nini. Baada ya kuota ndoto hii, nilipiga magoti nikamshukuru Mungu na nikaandaa sadaka ya kwenda kumtolea kwa nafasi hiyo ambayo ameniamini na atanipa katika miaka ya mbele yangu. Hiki kitendo nilifundishwa na mchungaji wetu ambaye alikuwa akitufundisha kumshukuru Mungu kwa yale mazuri ambayo tumeyaona hata kwenye ndoto, tukiamini kuwa lazima yatokee. Alikuwa anatukataza kuamini sana ndoto, lakini hizo ndoto mbaya ambazo tulikuwa tutakiwi kuziamini ndio ambazo alitukataza.
Na kupuuza ndoto nzuri ni kitu ambacho alituhamasisha tusifanye, kwa sababu hata Suleimani aliota akipewa hekima na utajiri ndotoni, na alipoamka alienda kutoa sadaka, na mambo hayo ndiyo yaliyomtokea. Asubuhi niliamka nikaenda zangu kazini kama ambavyo madam alikuwa ameniahidi. Usiku huo, pamoja na kuniambia mambo ya kimapenzi, ila pia alinitaarifu kuwa tayari nafasi imepatikana na nitakaa katika kitengo cha uandishi, uchapaji na usambazaji wa taarifa za kampuni kwa njia ya kawaida na kwenye mitandao. Kwa sababu ya uchapakazi wangu, nilimwahidi madam kuwa nitaifanya kazi hiyo kwa weledi na kwa hali ya juu ili nililetee kampuni sifa stahiki. Nilianza kazi ya uandaaji wa gazeti la kampuni, na nilikuwa nimepewa ushirikiano wa hali ya juu kutoka kwa wafanyakazi wengine kwa kunipa taarifa na matukio kadha wa kadha katika mfumo wa maandishi na sauti na hata picha. Kazi hii ilinifanya nijifahamu zaidi kuwa mimi ni nani. Nilikuwa ninafanya kazi hii kwa nguvu zangu zote bila hata kutarajia malipo, ili hali ilikuwa ni lazima nilipwe. Huwezi amini, nilikuwa nina uwezo wa kukaa na kuandika zaidi ya peji 30 za maandishi kwa siku kwenye ule mradi wa gazeti la kampuni, The Company Gazette. Rafiki yangu Godi naye aliendelea na kazi yake ya udereva. Kuna wakati tulikuwa tunakutana, tunapiga stori 1, 2, 3. Ninamuhimiza pia kusali na kwenda kanisani, japo alikuwa ananikubalia kwa maneno, ila vitendo vilikuwa ni zero tu. Sikuacha kumpenda Mungu. Wakati wote huo nilikuwa ninapata pia muda wa kumsaidia mama yangu kazi, hasa za kupika, kwani dada yangu Mariamu alikuwa ameshaenda kwenye masomo yake ya chuo pamoja na akina Neema na Sofi, japo yeye alienda chuo cha tofauti na walichoenda akina Sofi. Nilishangaa pia siku moja kumuona mama yake Neema akija kwenye lile kampuni kununua baadhi ya bidhaa. Ile siku nilimfuata, nikapata wakati mzuri wa kumuuliza kuhusu ile ndoto ya Neema. Mama alicheka tu. Hakunijibu, ila nakumbuka aliniuliza kuwa, je, mimi nilikuwa nina mpango wa kuoa lini? Nilimjibu mimi natamani sana nisichelewe kuoa, kwa sababu tayari nimeshaanza kujitegemea kifedha na masomo nilishahitimu, basi sina budi kupanga chumba changu na kuendelea na maisha yangu binafsi. Mama aliniuliza pia kuhusu maono na ndoto zangu. Alihitaji nijifafanue vizuri kuwa mimi ni nani na baadaye katika hii dunia, na je, kwa kufahamu kusudi langu ninahisi nitamuoa nani hasa. Huo ndio ulikuwa mtihani, ila nilimjibu kuwa mimi naamini nitamtumikia Mungu, ila nitapata pia nafasi ya kuyatimiza maono yangu ya uigizaji wa movie za Kikristo. Alinipongeza sana na akaniambia tu ataniombea. Alipoondoka, bado nilibaki na maswali kuhusu yeye kutoongelea swala la ndoto ya Neema, ili hali ndio ndoto iliyokuwa swali langu. Basi sikuwa na jinsi, nilijisemea tu kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Nakumbuka ilikuwa siku ya Valentine Day. Nilimaliza kazi zangu saa 9 alasiri. Madam Bosi alinitonya, na nilipomfuata kumsikiliza nilijua ana jambo ambalo angetakiwa kuniambia, na hilo jambo ambalo alitakiwa kuniambia, aliniambia eti nikaribie kwake. Mwanzo nilijua ni matani tu, ila kumbe alikuwa serious kabisa, akimaanisha anahitaji niende kwake. Sikuwa na ubavu wa kukataa. Aliponielekeza kwake ni wapi, nilimkubalia. Nikamwambia sawa madam, kwenye saa 11 hivi nitafika. Ilinibidi nikimbilie kwanza kanisani nikaombe ili Mungu aninusuru na lile jaribu. Niliomba kwa zaidi ya risali moja mpaka nikajisemea kuwa kwa haya niliyoomba basi madam hatofanikisha ubaya wowote juu yangu. Nikiwa njiani naelekea kwa madam, Neema alinipigia simu akiwa na furaha sana. Nilisalimiana naye, akaniambia kuwa wapo salama na masomo yao yanaenda sawa. Hivi Neema, mbona Sofi hanipigia hata simu kunishirikisha ya huko?
Mimi sijafahamu kwa kweli, ila yupo tu anaendelea vizuri. Japo kuna siku aliniambia kuwa ulimpa diary na alikuta maandishi fulani ndani yake yaliyomtatiza sana, ila hakuniambia zaidi na alisema tu nikusalimie. Niliumia sana kwa kitendo cha Sophie kutokunipigia simu, alafu anamtuma tu mtu eti anisalimie. Lakini pia niliingiwa na hofu kubwa sana na kuamini tayari Sophie wangu amevunjika moyo. Sawa Neema, mimi nakushukuru, msalimie pia. Lakini nilitamani sana nikwambie kuwa huku nilijiunga na kikundi cha kidini fulani na tumeandaa kongamano kubwa la vijana. Hivyo na kuomba wewe uwe mmoja kati ya walimu watakao tufundisha masuala ya mahusiano. Wao, safi sana mtu wa Mungu. Mimi nakuahidi nitakuwepo. Utanijuza tu tarehe. Sawa. Uwe na siku njema mwalimu wangu. Siku hiyo ndio niliona Neema kuwa ananijali sana. Lakini hata hivyo haikunifanya mimi nimfikirie vibaya Sophie. Nilikuwa nina msimamo wangu kuwa ni lazima nimuoe Sophie. Nilifika sasa kwenye nyumba ya Madam siku hiyo ya Valentine, ila kilichonishtua ni kukuta kumbe Madam anaishi peke yake tu na mfanyakazi wa kike. Alikuwa na bonge la mjengo na nilijisikia fahari mno mimi kuwa pale. Madam alinipokea kwa shangwe sana na aliponikumbatia ndipo nilipochanganyikiwa zaidi na nikasema, Mungu leo nisaidie, na kama Mungu asiponisaidia nitakuwa nimepotea siku hii ya leo. Tukutane tena kwenye sehemu nyingine ya 3. Mpaka wakati mwingine, shalom.